wetu Yesu Kristo. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa hii usalama kidogo ambaye anatukopesha. Amen. Tunapokuja kumwabudu, roho zikitulia. Bwana asifiwe sana kwa kujibu na maombi yetu katika muda kama huu. Amen. Tunakaribisha wageni. Ikiwa kuna mgeni ambao ametutembelea, tunasema simameni ili tuwakaribishe miongoni mwetu. Bwana asifiwe. Tunaona nyuma huko kuna mgeni, tunaona dada pale. Basi mnajifahamisha kwetu pendwa, karibu mtumishi wa Mungu. Shalom. Kwa majina naitwa yani mtoto wa nyumba hii ni kwa pastor Ndio. kwa kwenda kusikia maneno hapa na Mungu maana angalia anapenda Mungu awabariki. Tunasema karibu sana. Mpendwa, unajifahamisha kwetu huko nyuma. Amen. Amen. Karibu dada. Amen. Unatokea Uvira? Kwa ensemble? Ndio. Tunasema karibu sana kwetu na Bwana. Amen. Ndio, tutakuwa wema kwa kusoma neno. Fungulia kitabu cha Waefeso, Efesiens 5:1-21. Waefeso 5 mstari wake wa kwanza hadi wa 21. Karibu kwa usome. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi. Hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili nalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa, yeye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu wajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Kwao uasiri ni aibu hata kuyanena, lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi navyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi ya nyimbo za rohoni,
huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, hali na nyenyekeana katika kicho cha Kristo. Haleluya. Ndiyo Mungu Baba yetu, maneno yako yanadumu milele na milele, na maneno yako itahukumu vizazi na vizazi. Wewe haugeuki kamwe, ni wewe yule jana, leo na hata milele. Nafsi miili ambayo iko mbele zako mnamo jioni ya leo, Bwana, tujie katika neno tulilonalo ili liweze kutujenga. Pia shughulikia walio katika matatizo mbalimbali, na ukaweze kuleta faraja kwa wale walio katika matatizo ya vilio. Kwa hiyo twakuomba, anza pamoja nasi na ukaweze kumaliza pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama kuna watu wa kushukuru huyu Mungu, sisi ambao tumejaliwa neema ya kupokea ujumbe, tungekuwa watu wa kumshukuru Mungu sana. Haleluya. Tungekuwa watu wa kumshukuru Mungu sana. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu amefanya kitu kingine cha ajabu, ya kwamba nabii wetu ambaye ni William Branham huweza kufika katika dimension tatu zote. Amen. Amen. Alijua hapa chini duniani, Mungu akamtembelea katika njia mbalimbali. Haleluya. Mungu akakubali nafsi yake ifike kuzimu kwenda kuona matatizo yaliyo huko. Haleluya. Pia Mungu akaingiza msizimu dimension, aende kuona watu ambapo wameshinda ulimwengu na jinsi walivyo. Bwana asifiwe sana. Katika eneo zote zile Mungu amemsaidia na akafika na akatushuhudia wazi. Haleluya. Mara kwa mara alipokuwa akizishuhudia alisema, hivi niko mibarini hivi, najua kuna siku ambapo mtakuwa mbele za Mungu pamoja nanyi. Haleluya. Haya maneno ninayowashuhudia, haleluya, haleluya, kama sio kweli nitahukumiwa juu yayo. Hiyo alikuwa anataka kutupatia confirmation ya yale yenye amepitia. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu aliumba viumbe mbalimbali, akaumba viumbe vya mbinguni na akaumba viumbe vya hapa chini duniani. Haleluya. Katikati ya viumbe vya hapa chini duniani, sisi ambapo tumeumbwa kwa sura yake, haleluya, kwa mfano wake, ndio sisi wanadamu. Sasa nabii amesema, haleluya, unajua kwa nini wewe umekwepa usiwe katika mwili wa kimalaika ili ubebe mwili wa kimwanadamu? Haleluya. Ndio, unajua kwa nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko na neno liko tumaone, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Haleluya. Tuone kile chenye nabii anatuambia, kwa nini tumekopesha miili ya baba zetu na Mungu akaruhusu ili tuwe hapa chini duniani. Unapotembea msite ujue, kwa nini mimi nimeumbwa kuwa katika hii mwili? Amen. Unapotembea barabarani ujue, hivi mimi niko katika hii mwili kwa shabaha gani? Bwana asifiwe sana. Okay, tuna nukuu nabii hapa, kiesema Melkisedeki. Na huyo Melkisedeki ni nani? Paragraphe 79, page 20. Nabii anatuambia hivi, 2 Corinthiens 5:1. Wakorintho wa 2:5-1. Si c'est corps, ikiwa huu mwili où nous habitons, hapo tunaishi kwao, sur la terre, hapa chini duniani, est détruit,
ambao umeharibika. Cette tente où nous habitons sur la terre. Hii makao ambao tunakaa ndani katika ulimwengu. Nous avons un autre. Tuna makao mengine. Voyez-vous? Naona. Nous avons contourné cela. Sisi tumezunguruka hilo. Afin de venir directement de Dieu. Ili kwamba tuje sambamba na Mungu. La tribu. Ambapo ni sehemu. Pour être cher. Ili tuwe huo mwili. Et être tenté. Ili tujaribiwe. Et testé par le péché. Ili tujaribiwe kwa dhambi. Amen. Amen. Mungu, haleluya, alitutosha akutaka sie tuishi katika mwili ya kiteofani, akatupatia hii mwili ya udongo. Haleluya. Hii mwili ya kibinadamu. Shabani hii moja. Haleluya. Alikubali vile ili tujaribiwe. Haleluya. Na tutakaposhinda majaribu tuingie sasa katika mwili wa kiteofani. Ndio maana niliwaambia kwamba tulipozaliwa hakuna kazi yenyewe tulifanya. Ulifanya nini? Haleluya. Ulipiganisha nini? Ulikomaa mtumbo la mama yako miezi 9. Haleluya. Amen. Na ukazaliwa tu. Amen. Wenyewe wanaweza jua tatizo la kuzaa ni wamama wenyewe walituzala, lakini sisi wenyewe tulizaliwa. Yeah. Ulifanya kazi gani? Lakini sasa, haleluya, huu mwili ambao sasa unajengwa, amen, ambao tutaingia ndani kisha kutoka katika huu mwili tulio nao, haleluya, inafaa hii mwili itumike. Amen. Na kutumika yake ni kujaribiwa. Amen. Kila leo. Amen. 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 Unakubali kama Yesu alijaribiwa? Amen. 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 Akashinda majaribu. Na wewe. Haleluya. Amen. Na pia nataka kutuambia. Bwana asifiwe sana. Pour être cher. Ili kuwa mwili. Et être tenté. Na kujaribiwa. Et testé. Na kujaribiwa. Par le péché. Na dhambi. Tuhesabie dhambi zimoja. Haleluya. Haleluya. Amen. Nimesema wakati tulio nao ni wakati wa ajabu. Wenye kuwa na dawa zao, wenye kuwa na mizizi yao watakuja. Watakuja kutuambia hivi. Haleluya. Hii mzizi hii unapoivaa, unapoikunywa, lisasi haliwezi kuingia mwili. Amen. Sasa wewe unaposema ndio vile nipe nayo. Haleluya. Amen, amen. Unakuwa sasa na kitu chenye unaabudu ukiwazia ya kwamba ndio chenye kinachunga maisha yako. Amen. Unakubali ile? Unatembea baba na sisi sababu sio hivi. Unataka kuliko kutia Mungu nafasi ya ulinzi wako, unatia sasa uchi ndio ulinzi wako sasa. Unaabudu kisanamu bila wewe kujua. Amen. Hivi yenyewe niko nasema hivi, najua ya kwamba kwa vyote vimefikia wamoja. Amen. Ukatane, ukubali, vilifika. Amen. Na wakati vilifika, ama ulikamata msimamo kunalo la Mungu ama umeshindwa. Amen. Ndio vitu viwili. Ina nashitengeneza nge vitabia M23 vya hawa. Sasa kama washikwa natengeneza wakati vita ya M23 inaishi. Sasa kama unakufa na ile dawa yako sio unapotea. Amen. Haleluya. Kwa sababu ya hili ndio maana huko katika mwili, ndio maana Mungu alikuruhusu uzaliwe katika hii mwili ili upite katika majaribu mbalimbali. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Alors, na sasa nous sommes amenés à ce corps qui fut préparé
pour nous avant la fondation du monde. Tumeletwa na huu mwili ambao umeandaliwa kabla misingi ya dunia ikawekwa. C'est la parole que nous avons. Neno ambalo tulionalo. Et c'est la parole que nous avons sautée avant de venir ici en bas. Neno ambalo tuliruka mbele ya sisi kuwa hapa chini. Pour être tenté. Ili tujaribiwe. Et testé. Na kupimwa. Amen. Si nous avions passé par cela, il n'y aura pas eu de tentation. Amen. Kama tungekuwa tu katika mwili wa kiteofani wa kimalaika, kusingekuwa na jaribu. Amen. Haleluya. Amena. Nakwambia mbele za Mungu, wewe na malaika Mikael, wewe uko mtu wa heshima sana. Unakubali ile? Parce que Mikael c'est un serviteur de Dieu, c'est un ange au service du Seigneur. Mais vous êtes fils de Dieu. Lakini wewe uko mwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wewe unapitia katika vita ambayo Yesu alipitia. Amen. Sasa wewe Mikael yeye akupita. Amen. Na pia Mikael, usharati umeshajadiliwa na usharati sema yeye si biju wake. Amen. Amen. Umeshajadiliwa na dawa ili ikulinde. Mikael asema no, si tu wake vile. Amen. Amen. Haleluya. Mwenye anajaribiwa na ile ni wewe na mie. Amen. Sasa unapojaribiwa unasimama je? Amen. Amen. Na neno la Mungu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Jaribu zinazidi kabisa. Ndio maana uliumbwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mara kwa mara watu wanagonjwa, wanapeleka mawazo kwa ulozi. Ulozi upo. Amen. Ulozi upo. Amen. Amen. Na walozi wanalogana. Amen. Lakini swali hipo. Haleluya. Amen. Usiporogwa mwili haitagonjwa. Itagonjwa. Na yule mwenye anakuja kuleta deki za bulozi, si anajiingizia mshida ya bure bure tu. Amen. 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 Anajiingiza mshida tu ya bure. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Si nous avions passé par cela, il n'y aurait pas eu de tentation. Nous aurions su toutes choses. C'est la raison pour laquelle Jésus savait toutes choses. C'est ce qu'il était. La parole avant d'être chair. Amen. Amen. Tumepita katika hii mwili ili tujaribiwe. Amen. Tujaribiwe na usharati, tujaribiwe na ulozi, tujaribiwe na magonjwa, tujaribiwe na wivu, tujaribiwe na chuki, tujaribiwe na kiburi, tujaribiwe na yale yote. Amen. Itakuja kwa ajili ya kutujaribu. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa swali liko, ile jaribu inapokuja, wewe msimamo wako unakuwa namna gani? Unasimamia kitu gani? Kwa sababu ile jaribu tumesikia kwamba ni shetani anakuja ili kukuzuia usiingie mahali pale ambapo watakatifu wanaandaliwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Tuangalie kwanza nini Mungu katika kukuomba kukutia katika hii mwili. Anajua ya kwamba muda wako ni mfupi. Amekupatia silaha gani ili kupambana na adui? Sababu Mungu anajua adui vizuri kukushindia wewe. Amen. 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 Nabii anatuambia hivi, le conflit entre Dieu et Satan. Mapambano kati ya Mungu na Shetani. Bwana asifiwe sana. Paragraph 60. Tuliumbwa katika hii miili ili tupite katika mapambano. Sasa katika ile mapambano Mungu ametupatia nini ili iwe silaha ya kupambana na huyo adui? Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Page 10. Page 10. Le conflit entre Dieu et Satan. Mapambano kati ya Mungu na Shetani. Paragraphe 60. Le versement. Mais Dieu, Lakini Mungu dès le commencement, tangu mwanzo il a donné à ses enfants l'arme atomique. Alipea watoto wake ile silaha ya kiatomi, Parce qu'il est le Dieu infini. kwa sababu yeye ni Mungu asiyekuwa na mwisho. Alors, Na sasa en voyant qu'il y aurait un conflit, na yeye alipoona ya kwamba kutakuwa na mapambano et qu'il y aurait une bataille, na kutakuwa na vita, Dieu Mungu a équipé ses enfants yeye alipatia watoto wake avec les munitions qu'il fallait. alipatia watoto wake silaha ambazo zinastahili. Amen. Haleluya. Mungu alijua hao watoto wangu wameenda katika hii mwili ni kwa ajili ya vita. Amen. Ule adui ambaye amepambana na mimi atapambana na wao. Amen. Sasa niwape silaha gani? Amen. Haleluya. Amen. Ili waweze kupambana na yule adui. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ah, que le Seigneur soit loué. Amen. Dada, haleluya. Amen. Tumepewa silaha. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu a équipé ses enfants avec les munitions Mungu alipea watoto wake silaha qu'il fallait, ambazo zinastahili, les moyens d'attaque qu'il fallait. jinsi gani ya kupambana na shetani, Et il les a pourvus na yeye amewapa de tout ce qu'il fallait. yote ambayo ingeweza kuwa. Alléluia. Amen, amen. Pour leur permettre de parcourir tous les chemins Ili ni waruhusu watembee njia yote de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. tangu Edeni hadi kwenye unyakuo. Amen. Amen. Eti Mungu amepatia watoto wake silaha, na ile silaha Mungu aliwapatia kuanza Edeni Amen. mpaka kitu tutakaponyakuliwa. Amen. 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 Hatujanyakuliwa na wazi. Silaha ile silaha ikingali tu. Bwana asifiwe sana. Ile silaha ilianza kuendeni na mpaka parkour yote, watoto wote wa Mungu wote na kati zote. Amen. Mungu aliwapatia ile silaha Amen. kwa ajili ya kupambana na adui. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Na Bwana anauliza, qu'est-ce que c'était? Ni nini Ile silaha ambapo amen, amen. Mungu alipatia watoto wake ilikuwa ni nini? Amen. Karama? Haleluya. Huduma? Nini? Bwana asifiwe sana. Amen. La parole. neno? La parole. Neno. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà ce qu'il fait Satan. Oneni hilo linalomshinda shetani. La parole. Neno. C'est ce qui le vaincra. Na hilo ndilo litakalomshinda N'importe où. mahali popote pale, En tout lieu. nafasi zote zile. Maintenant. Na sasa, Pourquoi voulons-nous y subsister autre chose? kwa nini sasa wewe unapendelea kitu kingine, Alors que nous avons déjà ce qui ont de mieux, la parole. na wakati sisi tunakuwa na jambo lililo mema na mzuri, neno la Mungu. Alléluia. Amen, amen. Nous voyons que Jésus, Tunaona Yesu quand il était sur terre, wakati alipokuwa hapa duniani, juste pour démontrer que c'était bien le meilleur équipement, ili kuonyesha ya kwamba kabisa kilikuwa silaha nzuri. quand Satan a lutté corps à corps avec lui, Wakati shetani alipopambana
na yeye mwili kwa mwili, Jésus Yesu n'a pas dit tout étendu les bras, yeye hakunyoosha mkono en se servant de sa puissance ili aonyeshe nguvu zake, pour lui lier les mains. ili amfunge mikono. Haleluya! Wakati Yesu anapambana na shetani ana kwa ana, na pia anasema haleluya, Yesu